Niliongea na mwenzangu jana na tuliongea kuhusiana na swala la kuja hapa. Alisema eti kama atakuja asubuhi la saa 4. Oh. Okay. Baba Choma. Aisi nimesikia kitu aliongea kama aliongea na mwenzake kama kesho atakuwepo hapa na saa 4. Oh, okay. Yeah, nimesikia. Mimi nafikiri hapa kitu kwa ambacho kinatusumbua sana, kitu ambacho kinatufuruga akili kwa kupata kuku. Na nadhani sasa kuku imeshapatikana. Kwa hiyo nikasema kwamba wakaribie sana. Nina swali. So, nini kama nini mnaomba ngapi? Kuhusiana na swali mtoto anauliza Baba Choma. Kwa mafikira zako wewe unapangilia mtoto wako aolewe pesa ngapi? Sasa binti yangu ni kwamba sawa, twende tu straight, ni kwamba sisi tumejiandaa na tunafikiria kuomba ama kuolewa na dala 10,000. Nafikiri hivyo ndivyo tulipopanga na mama yako kama familia. Inaonekana kwamba dala 10,000 inakufaa sana kama thamani yako kuolewa. Cha kwanza dadi, ndio kwa daradi. Nimeongea na mtu wangu, kasema yeye yuko na 8,000 na kwa mazingira hapa yuko peke yake. So sijui kama hilo litakuwaje. Kwanza hapa atakuwa amejitahidi sana kwa kujiandaa na 8,000 kwa maisha hapa Marekani. Kwa vijana wanaingia mkampuni, kuna wengine wa vijana hawajishughulishi na mambo ya kazi. Na kama wewe mtu wako amejishughulisha na kazi, akajitahidi akapata 8,000, ni mambo ya msingi sana na ni mambo ambayo yanafurahisha sana. Vizuri sana. Baba Choma. Kama kisi mtoto ameongea hapo, aliongea na mwenzake kwamba mwenzake amejiandaa kwa shilingi 8,000 ya dala. Sijui wewe mawazo yako yanasemaje? Watoto. Sawa, binti yangu, ni kwamba kimila na desturi hatupaswi kuanza na hela ambazo wao wanazileta. Hapana. Kimila kabisa lazima tuanze kiwango chetu cha juu, kwa sababu tukisema tunataka pesa fulani, wao pia watajibu kwa kupunguza au la. Kwa hiyo lazima tuanze juu, and sioni shida sana kwamba kijana amejitahidi amefika mpaka 8,000. Huyo naona iko vizuri sana. Kwa hiyo ni wao tu kuja, tutasema 10,000 popote pale. Sisi tupo tayari hata mtoto wetu tuolewe. Pesa sio tatizo. Tatizo ni upendo, udumu na ndoa idumu. Basi. Kwa hiyo hata 5,000 unaweza kuolewa. Unaweza kuolewa nayo. Kwa hiyo wao waje wakaribie na kila kitu kitakuwa sawa. Mimi ningefurahi sana na nashukuru zaidi sana wazazi wangu kunisupport. Ile ni jambo nzuri sana na asante mama pia, nashukuru sana. Sawa mwanangu, sijali kukwambia wakaribie. Asante. Njoo mwanangu tuongee. Sasa mama, nilikuwa kazi chumbani. Mwanangu tuongee kwanza kadogo mwanangu. Tuelekeza tu mambo kwa sawa. Nimekuita ili nikuelekeze mambo ambayo utaenda kwa kwako kwa sababu watu wengi wanaolewa. Bado tena. Mko fresh? Ndio. Karibu. Asante. Karibu dada. Ndio. Unaenda kwa kwako unapaswa kufanya mambo haya. Uzingatie mambo haya. Kwa sababu wengi wanawake wanaolewa
hawazingatii mambo ambayo wanakuta wanaambiwa na ndugu zao. Kwa sababu na ndio maana nimekuita. Nataka nikwambie kama vile tate yako. Hauna tate yako tena mwingine. Tate yako ashafariki. Mimi ndo tate yako, mimi ndo kila kitu. Inatakiwa utakapokwenda uzingatie jiko mwanangu. Jiko. Ndio natakiwa uzingatie sana. Cha pili, inatakiwa uzingatie kitanda mwanangu. Cha tatu, inatakiwa uzingatie usafi. Mwanaume anakuwa anapashwa, anatoka anaingia, anakuta nyumba yake iko proper. Na kingine kinatazingatia zaidi mwanangu. Swala la msingi kabisa kiniko naomba uzingatie jiko na kitanda. Inatakiwa ushikamani, yani mwanaume kuone hapa nimeoa. Hapa nimeoa, mama mkwe hapa amenizalia mke. Ndio hivyo mwanangu, nataka nikwenda kupanga kidogo na naelewa so mimi na baba yako tunaishi miaka karibia yote tuko kwenye ndoa sasa. Natakiwa na mimi kutengeneza ili wewe ukayachenge. Sawa mama. Unaweza kuwa na swali mwanangu ya kuniuliza? Mimi na mama sina swali. Okay, unaweza kuendelea sasa na kazi zako. Sawa, nakupenda. Jamani, watoto wengi wanashinda na uchunga sana tu. Natasha. Kuna shida? Kwa hiyo unategemea niwe sawa ama unategemea niwe sawa? Unataka niwe sawa ama niwe sawa sawa? Sikuelewa. Hapo kuna kunielewa. Unataka kunielewa si ndio? Ndio. Nataka nielewe kuna nini? Mama Choma. Ni ushauri gani unaweza kumpa mtoto kama huo? Ushauri mchafu kama huo. Ushauri gani? Ushauri mchafu? Kwa miaka yote tunaishi, unamshauri mtoto mashauri kama haya? Kwamba kitanda, jiko. Mbona ni mashauri mazuri mama? Choma. Wakwambiwa kitanda. Hivi anayetandika vitanda kila siku mundani nani? Sio Choma. Anayetupikia kila siku jikoni ni nani? Sio Choma. Kuna mashauri ya muhimu kumpa mtoto, unapomwambia mtoto mambo ya kitanda na jiko. Hivi umekosa mashauri kupatia mtoto kweli? Sasa mbona ni mashauri mazuri tu baba Choma? Kwani kipi nimeharibu hapo? Basi ngoja nimuite Choma mwenyewe aje ili wewe umshauri mashauri ambayo uko nayo ambayo yeye atatuma yeye kule atakapokwenda atajibu. Hapana. Mimi siko hapa kubadilisha kile ambacho umeshakipanda katika kichwa cha mtoto. Na hata kama nikibadilisha, hutokumbuka ni wapi umekosea. Hivyo basi, tumruhusu mtoto aende kwake tu. And then hapo kesho tutajua nani yuko sahihi. Kitanda, jiko, usafi. Tumruhusu mtoto. Siko hapa kubadilisha chochote kile ambacho nikipandikiza katika kichwa cha mtoto. Tumruhusu aende kwake. Alafu tujue maisha yatakuwa vipi baadaye. Sasa hivi baba Choma, kwa hiyo kuna weka laana kwenye mfuko mtoto kweli? Wewe unataka kila atakapokwenda aende aribikiwe, si ndio? Sio laana. Sumisha mshauri. Mmekopi na kupasa ushauri wenu wa miaka iliyopita mpaka leo unatumia ushauri huo. Unaleta manufaa gani? Inaleta faida gani? Mashauri hayo kesho baada ya miezi miwili mtoto anarudi nyumbani. Huo ni ushauri kweli? Kwa hiyo tuachane na ushauri. Tumruhusu mtoto aende kwake, umshauri fresh. Hakuna shida. Sasa wewe kuna weka laana kwa mfuko mtoto lakini baba Choma. Sijatoa laana. Ila hayo mambo yenu mashauri yenu ya kukopi na kupaste ndio nimechoka nayo mimi. Maisha yale mashauri yale haileti faida, haileti chochote kwa mtoto, anaenda baada ya miezi mitatu anarudi kwao. Ushauri gani? Sasa ngoja basi nimuite Choma ili uje umshaurie. Yake mama you guys fighting? No. Hapana mama, hapana.
Tunajaribu tu kupractice jinsi ya kuigiza. Wewe kaa tu chumbani na mambo yako, okay? Tuko vizuri. Tuko sawa mwanangu, usijali. Sawa. Mimi sijua ndio mkuu wa fundi jamani. Pale kunisupport mambo ambayo mimi naambia mtoto, yeye na anakuja kuniponda kweli? No. Za wapi? Mami, kuna sehemu naenda. Bila taarifa. That is emergency. We didn't talk. Nilishinda hapo kuniambia anything. So, za wapi? Mbona sielewi? Mke wangu, kuna sehemu ambayo niko naenda. Kuna mambo fulani ambayo nakwenda kuyafanya ambayo ni ya msingi ajili yangu na wewe pia pamoja na watoto wetu. No. Hujaniaga? Sorry. Nilishindwa kukuaga kwa maana kuna mambo ambayo yaliingilia emergency. That's mean kwamba ninakwambia kwamba kuna sehemu naenda. Hapatoki mtu hapa. See you later. Hii ndio ndoa. Imeishiwa. Sina cha kusema. Kama hii ndio ndoa, hapana, siwezi. Hapana. Ngoja nipigie mama yangu nimwambie. Siwezi. Yeah, hello mama. So, kuna mambo nitaka nizungumze na wewe kuhusiana na mume wangu. Tumeshinda hapa nyumbani. Cha ajabu mama katoka bila hata ruhusa yangu na hajaniambia kitu mama. Hapana, nimeshindwa. Sasa hivi mama nataka nirudi nyumbani maana siwezi. Sawa mama, sawa. Mama lakini nimechoka, siwezi nikabaki hapa mama, siwezi. Tumeshinda si wote, nimempikia kala lakini cha ajabu anatoka bila kuniambia tena, amenisukuma mama, siwezi. Inabidi nije tu nyumbani, siwezi. Karibu mama. Mambo. Poa. Karibu. Asante. Mambo sawa? Niko salama. Sijui uko tokako. Salama tu. Ila nahisi kwamba kuna kitu kijakaa sawa. Nimekukuta kwa hali ambayo sijazoea. Nini baya? Kuna nini kimetokea? Kama nisi nilikwambiaga kwamba nilikuwa nahisi kama niko mjamzito. Lakini ninavyoona naona kama mambo hayaendi sawa. Ninavyoona kama vile naona kama mambo hayako sawa. Yaani ni kama vile nimeona tena siku zangu. Ila mwanangu usijali. Nahisi tu mambo yatakuwa sawa. Naona yote tu ni mipango ya Mungu. Maana mtoto hakuji kwa mipango ya wanadamu, ila anakuja kwa mipango ya Mungu. Nahisi tu siku moja Mungu atatubariki. Najua tulizaa mtoto mmoja,
na sasa takriban anaishakuwa na miaka karibia 18, 17. Miaka imeshakuwa mingi kweli tupate mtoto, lakini nilikuwa naomba tu usiwe na mawazo sana. Mungu atatusaidia. Usihofu sana. Mungu. Yes. Najua Mungu atakusaidia. Kuna shida. Saa 4 ya usiku mwanaume yupo nyumbani. Ngoja kanipigie. No. Mwanaume gani hivi mlevi? They say love is blind by this? Hapana. Hapana. Mwanaume gani hivi mkunywa pombe? Ningejua tangia pale kwa singeola na wewe. Hapana. Mwanaume anavuta bangi, anakunywa. Hapana. Mama, ndo kinyuli kichagua na utekala nacho na utakufa nacho na utakizika. Hiyo viwa kianda huko hivi. Unasemaje? Wewe ndio kuongea na mimi hivyo? Hapana. Onja kangana ma. Nimechoka. Haya ni maisha gani ya kula na kunywa na kwenda kuchoo? Jamani, hii nyumba imenichosha. Haya ni maisha gani ya kula na kunywa? Na kwenda chooni. Hata mtoto naye anahitajika jamani. Nimechoka mimi bwana. Najua. Nakuelewa sana. Ila mke wangu ni kwamba katika mchakato wa kutafuta mtoto apatikane kwa fujo, mtoto apatikane kwa malumbano, mtoto apatikane kwa vita, mtoto anapatikana kwa amani, furaha na upendo. Tu wavumilivu kidogo. Mungu ana muda wake maalum. Najua tunajipiga kulia na kushoto kivyovyote vile tutapatikana, lakini Mungu ana muda wake maalum. Sio lazima sisi tena tuanze kupigana vita sana. Sijui hiyo itatusaidia nini. Mimi ningekuomba sana mke wangu kipenzi, tu wavumilivu, tutegemee Mungu. Basi nafikiri kila kitu kitakuwa sawa. Tafadhali sana, hizo kupaniki kila siku paniki zitatukimbiza, baraka zitakimbia bure. Ila najua nachokijua kabisa, imani yangu mimi inaniambia kwamba hivi karibuni mtoto atapatikana bila shida kabisa. Hiyo sikupe shida. Mimi ndo mama JP, mpenzi wako kipenzi. Nawe ndo mrembo wangu. Kwa hiyo maisha yatakuwa matamu. Usijali. Okay, sawa mwanangu, nimekuelewa, lakini ndio hata na mimi nahitaji mtoto. Nina haja ya mtoto. Mtoto ni nani mmoja tu. Inauma. Of course. Kila kitu kitakuwa sawa.
Thank you so much. Wacha inge olo. Amka. Ala binu. Simama. Simama. Oh. Simama. Mshemeji. Mke wangu anakuona sasa. Nilikuwa siyakuona. Sasa kiba suku akona. Hivi wewe, saa ngapi? Mume wangu kweli ndio ulinitoka tulinija niteseke hapa? Ha. Chile saa chinga bina saa yabo chimi na una. Chile saa chinga. Check, saa ngapi? Yeah! Nachale wa chirumba kalama onde. Soya u kwani maji ni misu ya sasu wachi. Nae. Noyo tenda niwe ni shiro operasyo. Nacho na shono. Na ulevu wacha huu? Inde naelewa na shindani. Hapana. Lakini ukiwe ana ule bungu manga sana ndosi. Sikona undi ole awani maji. Ngaji nisame bibi yangu ni unisame, najua maisha hii Marekani ni kazi. Lakini mama bubu vitu unanisumbua. Mwana wanaona wewe. Nisame mama. Niko wako mama. Mume wangu, next time unatakiwa umakini. Maana hii hali siwezi nikaweza. Mama, mimi nakupenda, nilikuona roho moyo. Roho moyo ndo nilikuona. Nipende kama nilivyo mama, kilema na chako. Nimekusamehe, kujiandaa nende kazini. Nitaweza basi. Ama Karibu mume wangu. asante mke wangu. Kaa. Acha nikae. Ndio. Nipe majini na. Nashukuru mke wangu. Okay.
Hivi ni chakula gani ambacho napika? Mboga hamna chumvi. Isitoshe ugali wenyewe ambao umepika yana mbegu mengi. Ni kipi ambacho unataka kwenye maisha yangu? Wewe mwanaume, nimekaa masaa ya kutosha jikoni. Aisha ndio unakuja kuniambia kama mimi nimepika hivi? Shut up! Umeongea maneno mengi sana. Ni maneno mengi sana umeongea. Zaidi hata ya mara 11. Ikiongezeka mara 12, nitakacho kufanya. Wewe kama nani? Mume wako. Unanipiga mimi? Kwani umesikia goti nimeua? Naenda kwetu, bye. Goodbye. Mboga gani ambazo ananipikia ndani ya nyumba? Mwanamke gani ambaye kila siku analala kwenye TikTok? Nitafanya nini mimi? Si bora kila muda angekuwa amekaa kwao. Kwa nini sasa hivi anakuwa kwangu? Oh, I'm tired. Ndio hivi, nataka siku moja na tuwekea na sisi kwa kuanzisha basi. Sio tumuone Warazone bwana mzee wa Makosens. Jamani ni showman. Yaani kwa mashow ana mpinzani Kongo. Kwa nampeleka sana mzee wangu, mzee huyu mzuri sana. Yaona anapenda bibinaje na sisi tunataka zetu makwaya. Yaani Marekani bwana, haki sawa ha? Sawa. Mnataka kidogo. Unataka pesa mwana? Kuna nini? Mwanaume gani ananichiti? Mkunywa pombe. Amekuchiti? Ndio mama. Mwanangu. Nyamaza, usije kufa na pressure bure mwanangu. Kwani haujaua mwanangu. Chumba changu kiko pale. Nyamaza mwanangu, karibu nyumbani. Hapa hakuna cha karibu wala karibia. Hivi unataka mimi ndio mwanaume na gani mdani? Nasema hivi, mimi kama baba mtoto. Wewe sasa hivi chukua begi lako unarudi kwako. Umeshaolewa? Ninaheshima kubwa sana kule kwako mwanangu. Wananiheshimu mimi. Sasa unataka heshima yangu sasa hivi yote iishe kwa sababu tu ya jingochina kama huu. Wewe sasa hivi leo unavyojua umalize unarudi kwako. Hapa hakuna chumba chako. Haufanyi kama na hapa sio kwenu. Hapa ni kwenu lakini unakwako unachukua rudi kwenu. Na mimi kama mama mtoto nakataa mtoto wangu hatotoka hapa. Unasema? Ndio hivyo. Mwanangu kwa nini anaenda hata teseke ukweli ambapo aheshimiki? Kwa tunapingana mimi na wewe sio? Nyamaza mwanangu. Mimi na wapi mama Choma tukaanza kupingana mimi na wewe? Mimi nasema mwanangu atoke hapa baba Choma. Nini? Nyamaza mwanangu. Choma. Nende hapa. Kwanza basi mwanangu. Sasa hivi, nisikie vizuri. Akijini nenda sambamba. Mama yako amekupigia debe ukae. Sawa. Sasa kesho asubuhi saa 4 ujiandae na kuja kwenye semina ya ndoa. Nikupe mashauri ya kudumisha ndoa yako. Kesho ujiandae vizuri kabisa. Mimi na wewe tuna mazungumzo. Mimi na wewe nakuingiza kwenye darasa, kwenye semina ya ndoa. Nikwambie ndoa iko vipi. Sio mashauri ya kitanda na jiko. Umeelewa vizuri? Kesho ujiandae. Jinga kweli. Basi mwanangu pole.
Haya, choma. Najua jana ndio umefika. Kwa masaa haya mshatumia hapa nyumbani. Kipi unawaza sasa kuhusu mume wako? Licha ya ugomvi wenu, bado unampenda mume wako? Ndiyo. Hapo hapo kwenye kupenda. Unaposema kwamba unampenda mtu, una prove kwa njia ipi kwamba unampenda? Watoto. Nini maana ya kupenda? Ukijua maana ya kupenda umesha prove. Wengi wanalalamika mdomoni, I love you, I love you, imekuwa wimbo sasa. Lakini hawajui maana I love you ni nini. Maana ya upendo ni nini? Na ndio kwa maana ndoa nyingi zinaingia kwenye mikokotano. Unasema kwa mdomo, lakini maana halisi hawatu hawajui kupenda ni nini. Nitakusaidia. Na hii ndo step ya kwanza katika semina ya ndoa. Ili uingie kwenye ndoa, lazima kwanza ujue upendo ni nini. Upendo, unaposema kwamba nampenda mtu, ina maana upo tayari. Umejisalimisha, umejitoa sadaka kwa ajili ya mtu, kubeba shida zake, kubeba kasoro zake, kubeba ujinga wake. Ndio kupenda. Ndio unaona mtu anapenda mlemavu. Unakuta mtu anapendana na mtu ambaye ana kasoro nyingi lakini bado wako pamoja. Ndio upendo. Upendo ni uwezo wa kuchukua kasoro za mwingine, kubeba shida za mwingine. Yesu alifanya hivyo msalabani. Alichukua shida zetu, dhambi zetu. Alizilisha upendo ni nini. Kwa hiyo kuanzia leo unapokuwa kwamba unampenda mume wako, basi elewa kwanza kasoro za mume wako ni zipi, shida zake ni zipi, jitwike wewe zile shida zake. Zibebe, kuwa tayari kuvumilia vyote hivyo. Hapo upendo ndio utadhihirika sasa. Umeprove moja kwa moja. Haya. Step ya pili, unadumishaje ndoa yako? Na hapo ndo kuna issue kubwa sana katika ndoa za karne hii. Sasa nini watoto wa siku hizi? Unaingia kwenye ndoa, umeshajua maana ya kupenda. Unadumishaje ndoa? Ili kudumisha ndoa, unatakiwa umchukue mwanaume wako kwa matabaka matatu. Tabaka la kwanza, mchukue mume wako kama mtoto. Wakati unamchukua mume wako kama mtoto, ndio pale unajikuta kwamba unamwangaikia. Akijihisi njaa, unamwangaikia. Unachukua image ya mtoto. Mtoto akijihisi njaa, hata kwambia nipikie. Wewe unaweza hapa mtoto ana njaa. Unasimama bila kulazimishwa. Unamwangaikia mtoto kumtafutia chakula. Ndivyo hivyo unavyotakiwa kufanya kwa mume wako. Ni mtoto. Kwa hiyo utahangaika, utamwangaikia bila kusukumwa, bila imisho yoyote ile. Mwenyewe unajituma kwa kudhamiria, kwa upendo zaidi. Ya pili, unatakiwa kumshika mume wako kama baba yako. Kipindi ambacho umekosa ama mmekosana, anapokuwa na kushauri, mtegee sikio kama unapotega sikio kwa baba yako. Baba anapokuwa anaongea, huwezi kukoa na hauna swali yote kumuuliza baba yako. Why? Kwa sababu ni baba unamheshimu. Hivyo hivyo kwa mume wako. Ukiona mume wako anaanza kufoka ndani, kaa kimya, msikilize, mchukulie kama baba yako kipindi hicho. Ukifanya hivyo unadumisha ndoa yako. Cha tatu, mchukulie mume wako kama rafiki, kama binahamu. Hicho ni kipindi cha mahaba. Kwa sababu ukimchukua mpenzi wako, mume wako kama rafiki yako, kama binahamu, hautamwokopa. Kwa hiyo kwenye sekta ya mapenzi, kwenye sekta ya mahaba, mtajiachia na mtakuwa vizuri na ndoa itajengeka vizuri zaidi. Nimeongea step 2 sasa hivi. Maana ya upendo na jinsi ya kudumisha ndoa yako. Na unadumisha ndoa yako kwenye mambo matatu. Mchukulie mume wako kama mtoto, mchukulie mume wako kama rafiki binahamu, pia mchukulie mume wako kama baba yako. Kila mtu ana sekta yake pale. Kwa hiyo kuanzia sasa, leo utapita, kesho unarudi kwako. Ukichukua semina hii katika kichwa chako na wewe ukifanyia practice, mazoezi, ukifanyia kazi katika ndoa yako, ninaamini ndoa yako itadumu. So unapeleka tu mbele kwamba naolewa, wakati hujui maana ya upendo ni nini, maana ya kupenda ni nini, jinsi ya kudumisha ndoa hujui. Leo umejua. Sawa? Nafikiri nimemaliza, semina
Sema sio lazima tufanye siku 3 wiki 2. Ni masaa machache tu. Dakika chache. Ukivishikilia vizuri mambo haya na ndio itadumu. Sawa? Sawa. Sawa mkwe. Nitoe shukrani zangu za dhati kuitikia wito. Asante sana. Kukutana hapa ili tuweze kutengeneza 1, 2, 3. Lengo kubwa ni kuhusu wewe na mwenzako. Najua sasa hivi yupo nyumbani, mmekosana. Lakini kikubwa nimekuita ili tujaribu kuzungumza na tufix shida. Nitakuwa na maswali machache sana ili uweze kuniambia and then nijue nini ipo kuanzia. Asante baba. Hivi binti yangu bado unampenda? Nampenda sana. Asante sana. Nimefurahi kusikia unampenda. Lakini mtu anaposema anampenda mtu, una prove kwa njia ipi? Je, mtu anaamini tu kwa vile ameambiwa nakupenda au kuna njia ya kuprove? Samahani baba, kama yote ambayo nitakwenda kukuambia yatakushika vibaya moyoni mwako, lakini nitakwambia ukweli kutoka moyoni mwangu. Binti yenu ambaye ni mtoto wenu ana tatizo moja au mbili, japo kwamba mwanadamu akamiliki 100%. Utanisamea mzee wangu. Umesema unampenda? Ndiyo baba. Kupenda ni nini? Kupenda ni hisia, uaminifu, upendo na heshima pia. Sawa, nimeshukuru kwa majibu yako. Ila tutakusaidia kitu kimoja kwenye maana ya upendo. Ndiyo. Na ukijua maana ya upendo, hutokuhangaika kuprove kwa watu kwamba ni kiasi gani unampenda mtu. Inategemeana katika dunia hii watu wanahangaika kwa sababu wajui maana ya kupenda ni nini. Niko hapo kwa sababu ya vitu viwili tu. Nikuachie ili mkirudiana na mwenzako hamtahangaika tena katika ndoa yenu. Nimemwacha mama yake anamtengeneza. Nikaona wewe ni mwanaume mwenzangu, nikufuate tuzungumze. Siku hapa kumtetelea sana mwenzako hapa. Niko hapa kutengeneza ili mkikutana tena mdumishe ndoa yenu. Maana ya kupenda maana yake ni kwamba umestalimisha, umejitoa sadaka kubeba kasoro za mwenzako, kubeba shida za mwenzio. Na ndio maana unaona kwamba mtu ana kasoro, kwa mfano ya kuzaa, lakini bado anapendana. Maana yake nini? Ina maana ameamua kubeba shida ya ule mtu. Mtu ana shida fulani ya kuzaa, lakini bado anamng'ang'ania, anampenda. Yaani kupenda ama upendo ni uwezo wa kubeba shida za mtu mwingine. Yaani unazivika zile shida za kwako ili muishi. Umempenda ule mtu. Kupenda ni kuwa tayari kubeba makasoro ya ule mtu unayempenda. Hakuna mtu ambaye anakosa kasoro. Mwanangu ana kasoro, na wewe pia una kasoro. Kuweka chumvi nyingi kwenye mboga, hiyo sio tabia, ni kosa, ni kasoro. Ni kitu ambacho anaweza akakikosoa kesho. Leo ameweka chumvi nyingi kwenye mboga, lakini kesho akakosoa tena. Sema leo nimekosea, kesho akakosoa. Ndio kasoro. Ni kitu ambacho kinaweza kikabadilishwa. Sasa kasoro kila mtu ana uwezo kubeba hizo. Kwa hiyo ukiwa na uwezo wa kubeba shida za mwenzako, umempenda. So ukitaka kuprove mtu kwamba unampenda, beba shida zake, beba kasoro zake, beba tabu zake. Atafeel kweli unampenda. Hiyo ni step ya kwanza. Step ya pili ni jinsi gani ya kudumisha ndoa yako. Na hapo ndio kuna changamoto nyingi. Mtu anadumisha vipi ndoa yake? Ni kwenye tabaka matatu tu ili kudumisha ndoa yako. Kwanza, mchukulie mke wako kama mtoto. Ukimchukulia mke wako kama mtoto, ni kipindi ambacho mke wako ana shida. Ana mimba, anagonjwa, hajiwezi. Pale mchukulie mtoto, kwa sababu ukichukulia mtu kama mtoto, kwa mfano mtoto ana njaa, hatakwambia nipikie. Wewe mwenyewe utafeel kwamba mtoto ana njaa. Unajitoa kumhangaikia mtoto. Kwa hiyo ukimchukua mke wako kama mtoto,
unamwangaikia kama mtoto akiwa na shida. Pale unakuwa razi kumsaidia, kumwangaikia. Why? Kwa sababu unaona anateseka. Kwa hiyo unachukua image kwamba hapa ni mtoto sasa hivi. Unamwangaikia. Hapo unadumisha ndoa yako. Tabaka la pili, mchukulie mke wako kama mama yako. Ina maana kwamba ukimchukulia mke wako kama mama yako ni kipindi ambacho mnakosana. Kipindi ambacho mnakosana, mke wako anapokuwa anaongea, vuta image ya mama yako. Mama akihuzunika, mama akikasirika, una react vipi? So unavyotakiwa kureact kwa mama yako, react pia kwa mke wako. Utachikuta unadumisha ndoa yako. Sawa, hakuna mtu anataka kumkosea mama yake adabu. Au amekosea au la, hayupo. Kwa hiyo ukichukua image ya mtoto mke wako kama mama yako, unajikuta kwamba uko na limits. Unajizuia mwenyewe. Hautavuka mipaka. Kwa hiyo unakuwa una balance kila kitu. Tabaka la tatu. Mchukulie mke wako kama rafiki au binamu. Hichi kipindi ni kipindi ambacho cha mahaba. Ni kipindi ambacho hakuna mtu anaharibu na mwenzake, amuokopi mwenzake. Ni kipindi cha mahaba. Chochote kile unachotaka kufanya kwa mwenzio, utakifanya kwa sababu unamwona kama rafiki, unamwona kama binamu. Kwa hiyo kwenye sekta mahaba ni rafiki, ni binamu. Kwa hiyo hizi tabaka tatu ukizichukua vizuri, ndoa itadumika vizuri sana. Na itakuwa na kasoro. Utaona tu miaka nenda miaka rudi, ndoa iko pale pale tu. Hilo usisahau. Kupenda ni kubeba kasoro za mwenzako, kubeba shida. Hajui kupika? Au mume wangu ni mlevi, mume wangu ni malaya, ni kasoro. Kwa hiyo kama unapenda lazima ubebe hizo kasoro. Wanaume wengi tunazo kasoro, ulevi, malaya, sote tunajua. Lakini wanawake wanaamua kuishi na sisi kwa sababu wanatupenda. Kwa hiyo wanakubali kubeba hizo shida, hizo kasoro zetu. Na sisi pia anaweza ukaweka chumvi mboga kwenye mboga nyingi, mwanamke labda ni mvivu, ni kasoro tu. Kwa hiyo kama unampenda utakuwa na uwezo wa kubeba hizo kasoro zake na unadumisha ndoa. Nimemaliza. Nafikiri ndo machache. Kama Mungu atasaidia, mnarudiana. Kumbuka haya ili kudumisha ndoa yako. Na kila kitu kitakuwa sawa. Asante baba. Unasemaje? Nilisema I love you. Nilisema I love you. Nilisema kama kuna kitu mimi sielewi. Nilipimaga nikajikuta niko nyumbani. Basi sikwambie nilikuwa nakuficha. Mimba. Wale naona umebadilika kafu kwamba kisha shetani fulani mundani. Kumbe ilikuwa ni ashiri za mimba. Mungu ni mkubwa sana. Hapa sijui nicheze ndombolo. Sijui nicheze kiliwanzeza. Sijui nicheze kotiko. Koimbiko. Asante sana. Asante sana, asante na jukua. Asante. Nakula kutoa baba mara pili. Wow, Mungu akubariki. Hiyo utaniua. Kwa serious, eh? Kawaida ile pepo imetoka hapo kwa sawa hivi.
Sijui. Wewe naye sasa. Sio mimi watu ndio ni wako kulikweli. Hayo maisha yaishia hapo sasa. Kwa hiyo sasa kesho kutwa tunaenda kliniki. Au sio? Si nimefurahi sana. Ila furaha yangu itaishia jiandae sasa hivi kupeleka out. Furaha ikaishia huko. Okay. Au sio? Pamoja sasa, kajiandae. Kilimanzeza kilimayange